viongozi wa walio wengi katika bunge, Mheshimiwa wa Kikuyu, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ndugu yetu Saha Farouk, gavana wa Uasin Gishu, gavana koti moja lakini koti moja kila siku, deputy governor wa hapa na viongozi wote wa bunge ambao tuko nao hapa, mabishop, mareverend, mapasta, viongozi wa kanisa, wananchi wa Nandi Hills. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. Wamune Chaminge. Hebu tusalimiane kwa hewa kidogo, tusalimiane kwa hewa kidogo. Nitaongea kwa ufupi kwa sababu ya muda na tuko wengi. Kama mnasikia niko na homa kidogo. Imekuwa imenishika kwa masiku kadha wa kadha, lakini nimejikaza nikasema leo lazima nikuje hapa Nandi tukuje tuombe pamoja, na nimefurahi katika wakati wa kuomba pia tumeombea wale wagonjwa, na najua kwa hayo maombi nitapona, kwa sababu tutapona kwa imani. Ama namna gani? Wale ambao labda hatujuani kwa majina, mimi naitwa Mwengi Mutuse. Kwa wakati huu mimi ni mbunge wa Kibwezi West pande za Ukambani. Wengine wanajua kwamba hapo mwezi wa 10 wakati wengine walikuwa wanasema watafanya William Ruto one term, kila siku asubuhi tukiamka tunakumbushwa hapa Nandi kuko na mlima. Tulijitolea tukiwa na hao viongozi wengine, na huyo jamaa tukasema aende akiendanga, na kweli alienda. Siku hizi tunamuona pale wa Munyoro. Tumekuja hapa kwanza tujumuike na nyinyi katika hafla hii ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tunafurahi kwamba tumepata baraka. Pili, vile kumeelezwa, tujiunge na nyinyi ndio tuweze kuendeleza kazi ya Mwenyezi Mungu mbele. Na vile mimi mwenyewe nimekuja hapa ili niwajulishe nyinyi watu wa hapa Nandi kwamba muko na marafiki Kenya mzima. Semeni marafiki Kenya mzima. Ndio msikae hapa Nandi mufikirie ati president is under siege. Mahali tumetoka Ukambani, ukiangalia vile Osoro amesema, tuko hapa kama viongozi wa Kenya mzima. Na tuko hapa kusema kwamba msikue na wasiwasi, Mheshimiwa William Ruto ameshikilia vizuri katika nchi yote ya Kenya. Na nyinyi kwa sababu ndio hapa nyumbani, tunaomba hata nyinyi muonyeshe msimamo na muongee kwa sauti kubwa. Msikae ni kama mko na uoga wakati mnaunga mkono Mheshimiwa William Ruto, because the president is delivering on his pledges and his promises. Tuko pamoja, hawa tuko pamoja. Pili, tunataka tuseme kwamba kwa sababu katika bunge rais kupitia kwa Kimani Ichung'wah alinifanya naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria. Jambo ambalo imefanyika juzi na ambao ni jambo kubwa katika nchi ya Kenya imekuwa ni uteuzi wa chairman na makamishna wa IEBC. Juzi hata jana nimeona viongozi wanapiga makelele nyingi, na nataka munisikize kwa mambo matatu. Kuna wale wanasema kwamba wale makamishna na chairman ambao wameteuliwa, the process was not consultative. Nataka niwaeleze kwamba hii ilikuwa consultative kwa sababu ilianza Bomas, NADCO, ambayo ilikuwa imeongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah. Hapo ndio walituletea sheria ya bunge, katika bunge sheria ya IEBC. Wakasema selection panel ikuwe expanded. Ndio Mheshimiwa Kalonzo akatoa mtu yake anaitwa Dr. Koki Muli, akakaa kwa ile selection panel. Ile majina ambayo rais amepelekewa iko na signature ya mtu ambaye alikuwa amechaguliwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, anaitwa Dr. Koki Muli, wakili ambaye anatambulika katika Kenya, mwalimu wa sheria, aliweka signature kwa ile ripoti ambayo ilipelekewa rais. Akaambia rais, mimi kama yenye nilichaguliwa na Kalonzo niende nikakae kwa selection panel, naona hawa ndio wanaweza kazi ya IEBC. Unajua Kalonzo ni wakili kama mimi, na kuna a basic principle in law: you cannot approbate and reprobate at the same time. Yani huwezi kuwa ndani na nje at the same time. Wewe mtu mwenye ulituma kwa IEBC selection panel amefanyisha interviews za wale wote ambao waliapply kuwa chairman. Wamefanyisha interviews ya wale wote ambao walitaka kuwa members wa IEBC. Ameweka sahihi kwa ripoti. Akaambia rais, kulingana na mimi hawa ndio wanafaa kuwa chairman.
Akaambia rais, kulingana na sisi hawa ndio wanafaa kuwa members. Rais hajatoa mtu outside that list, amechukua wale mlimpelekea, akasema ni huyu very qualified young lawyer from